Nilijiunga katika taasisi ya TAWA mwaka 2021. Nikawa mwanafunzi pale wa kwanza kujiunga katika kile kituo. Tukasoma, kafanikiwa kuweza kupata ujuzi. Nikafanikiwa pia kupata nafasi ya kwenda chuo VETA 23, nikapata elimu yangu, nikapata cheti changu. Namshukuru Mungu. Niko vizuri na sasa nimerudi tena kituoni. Ni mwanamke mjenzi, pia nilipata nafasi ya kuajiliwa nikiwa mwanamke wa kwanza katika ajira pale. Kaendelea mpaka sasa niko mwalimu wa wanafunzi wanaokuja pale kituoni. Mimi ni mwalimu na wafundisha, wanapata elimu zao na wanaondoka, na wapo sasa hivi mtaani wengi wakiwa ni mafundi tayari. Na nimeweza kufanikiwa pia kuanza kukujenga nyumba yangu mimi mwenyewe. Kwa upande wa mafundi pia nashukuru Mungu, familia yangu na watoto wangu wote ni mafundi ambao nilikuwa naenda kuwazima mashine TAWA na kuja hapa mimi na familia yangu tunafyatua zile tofali. Kwa hiyo tukafyatua zile tofali mpaka zikakamilika. Hii ilikuwa ndoto yangu. Yaani niliahidi kwamba endapo nikishamaliza mafunzo na nikaweza, nitajitahidi niweze kujenga nyumba moja kubwa iwe mfano hapa kijijini. Kwa maana hiyo, lakini naona kwamba ile ndoto sasa inaenda kutimia. Namshukuru Mungu kwa kweli. Mabadiliko na ndoto ukiiweka na ukiwekea nia na ukaipambania inatimia. Kwa kweli mafanikio nimeyaona. Nashukuru TAWA umetunyanyua. Tukatoka nafasi, tukaenda Ifakara, tukaenda tukajibika na ujenzi mwanzo mpaka mwisho, tukarudi. Bado hapo tumepata nafasi tena, tumeenda zetu Bagamoyo, tukajenga kama kawaida, tunapambana na maisha, tunapata riziki. Nilivyopata kidogo ule mshahara wangu kona hata nikaanza kufatua matofali yangu. Nikaenda kuomba mashine. Naombeni mashine na mimi nikajaribu. Akanipa nikafatua matofali yangu. Nilipata kama matofali 306. Bahati nzuri vile vile TAWA wamekuja kutuwezesha, wasema hata wenyewe mazingira magumu lazima tuwajengee nyumba. Bahati nzuri nikajengewa nyumba. Matofali yangu wamenijengea choo. Nikakaa naona umri wangu unaenda. Nifanyeje? Ngambia kijana wangu, mimi mama yako hali yangu kama unavyoiona. Lakini mimi nataka kwenda kuchukua mkopo wa pikipiki. Vipi baba, unanishauri vipi? Shangazi haina shida, mimi niko tayari na wewe. Kama uko tayari shangazi, wewe nenda kachukue. Sawa. Nikaondoka zangu Gongo la Mboto, nikapigana kianzio laki 4. Nikatoa laki zangu 4. Nikapata bodaboda langu mpaka hapo. Nashukuru kijana wangu tuenda nao sawa, legesho langu nalegesha kama kawaida. Kwa hiyo namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala anizaidishie baraka na heri. Kwa hiyo walipokuja TAWA na mimi nikashawishika, nikaingia kwenye ujenzi wa TAWA. Walipo tusajili basi nikaanza nao, nikajifunza kufyatua tofali, kujenga. Mpaka sasa hivi ninafahamu shughuli za ujenzi, ninajua, ninajenga. Ajira niliyoipata pale TAWA ni kufundisha mabinti kuchanganya mchanga mpaka kufyatua tofali. Hii kazi nimefurahia, na watoto wangu wakija pale na wafundisha na wao wanaelewa vizuri sana. Yaani wakifika pale mwanzoni wanakuwa wawizi kusema ukweli. Jinsi ya kushika chepe hawawezi, lakini ninawafundisha. Yaani muda wa siku 3-4 tayari wanaanza kubadilisha, mpaka wiki tayari wanaanza kushika chepe vizuri. Yaani wanafyatua vizuri, tena wanaifurahia kazi yao kabisa, wanaipenda. Kihistoria mpaka nafika TAWA. TAWA nimefanya nao kazi muda mrefu. Ni sehemu nyingi tumefanya miradi Tanga na sehemu zingine Mwambe Pande, lakini pia hadi tunafika hapa Mwaga 2021 ndio rasmi tunakuja kuanzisha taasisi hapa, kituo hiki cha TAWA. Mimi nilikuwepo tangia hapo 2021 na ndio tukaanza mchakato wa kuandaa eneo, kufanya usafi, na baada ya
usafi kukamilika, tukaanza production ya ujenzi. Ni jambo la kujivunia na kujipongeza pia, kwa sababu sio kitu rahisi. Leo hii ukiangalia kituo jinsi kilivyo, hiyo ni sehemu moja ambayo nasimama na kujivunia kwa kweli, na ni zaidi tosha kwamba kilichonibeba ni uvumilivu. Leo lazima nijivunie, nijipongeze. Nikikaa huwa najiuliza maswali, ni mimi kweli nimeweza kuwafundisha wamama na wao wakawa walimu na wao wakawa mafundi kabisa, wanaendesha maisha kwa kutegemea sekta ya ujenzi. Nasikia furaha sana.